Taarifa ya aina hii inaaminika huwa ni nderemo na vifijo kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwani huyu mtu ni mwamba kweli, anayedaiwa akiamua kulitikisa taifa au taasisi, basi hutikisa haswa. Kabla tujafika kule mnapopasubiri wengi, basi kwanza tuanzie kwenye segment yetu ya You Must Know, yani lazima ujue. Kwani Gwajima ni nani? Anatoa wapi nguvu ya kulitikisa taifa? Alright, hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kuli. Nikukumbushe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu, uhakikishe umebonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe. Kisha itakuja kengele, hakikisha unaibonyeza pia. Tuanzie hapa. Gwajima ni mtumishi wa Mungu mwenye ushawishi mkubwa, mwanasiasa na mmiliki wa utajiri mkubwa. Je, ametoka wapi mpaka alipo sasa? Majina yake kamili anaitwa Josephat Mathias Gwajima. Alizaliwa tarehe 19 Disemba 1970 kule Mwanza, Tanzania. Gwajima ni Mhaya, kabila kutoka mkoa wa Kagera. Nikujuze usilolijua ni kwamba uchungaji wa Gwajima ulitokea baada ya yeye kuparalyze kwa miaka mingi, ambapo inadaiwa aliwahi kupata ajali akiwa na miaka 15 iliyomfanya apooze na kukaa chini kwa miaka 6. Alidai kuponywa kimiujiza kupitia maono ya kiroho na maombi, jambo lililobadili kabisa maisha yake. Kuhusu elimu, Gwajima alisoma shule ya msingi Kabale. Alihitimu sekondari mwaka 1993, kisha diploma ya Biblia na Theolojia aliyoipata chuo cha East African Pastoral Theological School kule Nairobi 1994. Baadaye alipata shahada ya uzamili na PhD chuo cha Japan Bible Institute pamoja na Omega Global University. Hapa alipata PhD ya heshima. Kwenye huduma ya kiroho ni kwamba Gwajima ni mwanzilishi na kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima Glory of Christ Tanzania Church GCTC. Kanisa lake lilikuwa na zaidi ya matawi 400 mwaka 2017. Kwa sasa yanakadiriwa zaidi ya 1000 Tanzania na zaidi ya 300 kimataifa. Anafahamika kwa uhubiri wa moto, miujiza na mapambano dhidi ya nguvu za giza na misimamo mizito anapokuwa na jambo lake. Gwajima aliwahi daiwa kufufua mtu kanisani mwake miaka kadhaa hapo nyuma. Amewahi kuhubiri kwenye mataifa makubwa kama Marekani, Uingereza, Ujerumani, Japan, Korea na China. Kwenye upande wa siasa sasa ni kwamba mwaka 2020 Gwajima aligombea na kushinda ubunge wa jimbo la Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM kwa kura za kishindo 194,833 sawa na 84%. Alikuwa na upinzani mzito dhidi ya Ali Mamdee wa Chadema. Gwajima amekuwa ni askofu na mwanasiasa ambaye sio mwoga kusema jambo hadharani au mbele ya umma, hata kama ni zito, linalohusu taasisi, muhimili fulani au hata taifa. Miaka ya nyuma aliwahi kumvaa hadharani Askofu Pengo, kiongozi wa kanisa Katoliki lenye waumini wengi zaidi, na hili likawa maarufu sana. Pia baadaye aliwahi kutofautiana na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, na akawa anamvaa hadharani bila uoga wa nyadhifa aliyokuwa nayo ama la. Na sasa mwaka 2025 tuliona akiibuka na kulalamikia mamlaka kuhusu masuala ya utekaji ambayo yamekuwa yakijitokeza nchini mara kwa mara, kwa kuita vyombo vya habari bila uoga na pia kuendelea kupaza sauti akikemea swala hilo hata akiwa kanisani. Kitendo ambacho kimepelekea mamlaka kumfutia kibali cha makanisa yake yote nchini na kuanza kuyafunga. Ikumbukwe Gwajima alikosoa serikali ya CCM ambacho ni chama chake kilichompa pia tiketi ya ubunge wa Kawe alionao mpaka sasa, ambapo kutokana na hilo Gwajima alipotea kidogo pasipo kujulikana alipo. Na kufuatia kwamba baada ya kuikosoa serikali, viongozi wengi wa chama akiwemo mwenyekiti taifa Mheshimiwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan alitamka Gwajima wasibebwe ndani ya CCM. Sasa ya chini wapekuzi wa mambo ya siasa wanadai Gwajima ataitwa kamati ya nidhamu na maadili ya bunge na chama pia, na huenda chama kikamfutia wanachama sababu Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti alishatamka.
Sasa je, kama akifutiwa wanachama atatimkia wapi? Ambapo wachambuzi wa siasa wanakuambia kuna 88% kwenda Chadema kama CCM itamfukuza, kwani siku kanisa linafungwa alikuwa ameitisha mfungo wa siku 7, ambapo ndani ya mfungo huo alitamka pia kanisa limuombe Lissu kwenye kesi yake. Huku iko wazi Lissu ni kiongozi mkuu wa Chadema. Sasa wadau wa nje wanahoji, je, Gwajima akienda Chadema atapokelewaje? Atapokelewa kama mwanasiasa maarufu mwenye misimamo kwa nderemo na vifijo kuongeza nguvu kwa chama, ama atapokelewa kama wanachama wa kawaida? Hayo sisi wote hatufahamu, lakini niambie hapo kwenye comment, je, Gwajima itamfaa zaidi kwenda Chadema, ACT Wazalendo au Chauma kama CCM wakimfukuza? Niandikia hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kiuli na hii ni Mseto Media. Usikae mbali na sisi kwa taarifa zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.